Leo tutazama mkakati wa mechi ya Aston Villa dhidi ya klabu ya Arsenal the Gunners. Kimsingi zaidi tunaenda kuangalia Aston Villa wakiwa na mpira, nazungumzia in positions kwenye build up phase. Aston Villa wakiwa na mpira walikuwa wanafanya build up na wachezaji watano. Why? Kwa sababu Arsenal the Gunners walikuwa wanafanya ball oriented pressing na watu watano, lakini jambo zuri zaidi kwa upande wa Aston Villa walikuwa wanapata nufaiko la mtu mmoja ambaye golikipa wao, ambaye wakati wanafanya build up alikuwa anasogea katikati ya center back wawili. Lengo lilikuwa ku draw pressure ama kuvuta pressure timu pinzani, kuona Aston Villa kwenye build up phase wanakuwa na wachezaji 6. Kwa hiyo ni 6 dhidi ya 5, mpaka hapo ni faida idadi ama numerical advantage kwenye phase ya kwanza. Lakini jambo lingine zaidi kwa Aston Villa kwenye build up phase, mara nyingi walikuwa wanafanya build up na wachezaji wengi zaidi. Kwenye nusu ya kwanza walikuwa na idadi ya kutosha wachezaji. Kwa hiyo uwepo wa idadi ya kutosha wachezaji walikuwa wanapata faida zifuatazo: moja, kutengeneza maumbo mengi sana ndani ya uwanja, pembe tatu na kadhalika. Lakini mbili, walikuwa wanapata faida ya kushinda mipambano ama duels. Lakini tatu, walikuwa wanapata nufaiko la kushinda mipira ya pili ama second balls. Lakini tatu, kumpata mchezaji huru ama freeman, kwa sababu uwepo wachezaji wengi sana kwenye nusu yao ya kwanza ni rahisi sana kumpata freeman, kwa sababu wanakuwa overload eneo la katikati, ambapo Arsenal the Gunners bila ya mpira walikuwa wanafanya ball oriented pressing na watu watano. Kwa hiyo uwepo wachezaji wengi sana kwenye nusu yao ya kwanza ili walikuwa wanapata nufaiko, lakini walikuwa wanapata nufaiko la kumpata freeman ama mchezaji huru, mchezaji ambaye anaweza kusafiri na mpira kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Why? Kwa sababu mshambuliaji na Oreo Watkins alikuwa anashuka chini zaidi kwenye zoni ya 11. Kwa hiyo ni rahisi sana kufanya mijongeo ama mikimbio mingi sana wakiwa na mpira. Lakini faida ya 4 ama ya 5, walikuwa wanapata faida ya kwenye vipindi vya mpito, nazungumzia transition, offensively transition, kwa sababu ni rahisi sana, kwa sababu wanakuwa na idadi kubwa sana kwenye nusu yao kwanza. Ni rahisi zaidi kupenetrate ama kuvunja safu ya ulinzi ya timu pinzani kwa kupasiana ama kucheza the give and go. Lakini pia walikuwa wanapata faida kwenye defending transition. Ni rahisi sana ku counter pressing na kuwawekea pressure pinzani ili wafanye turnovers. Kwa hiyo huo ndio mwisho uchambuzi wetu. Mimi si mwingine, mchambuzi wako Anthony Sabato ama chambuzi la CAF. Next time.